Na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Leo hii naja mbele yenu na somo moja niliyopata kutoka kwa watoto. Kama kawaida tunajua wapo katika msimu wao wa likizo, na kama desturi wanaipa mchezo kipaumbele. Asubuhi na mapema watoto wamejimwaya uwanjani kwa ajili ya kucheza. Ninamtizama Petero na Yohana, kila mmoja akiwa na baiskeli yake. Tabitha na Maria wote katika mchezo wao wa familia. Danieli naye amejitwika jukumu la ulinzi kuhakikisha kuwa jamii i salama. Wote kwa pamoja wanaendelea na mchezo wao. Mimi nimevutwa na jinsi ambavyo wamejiandaa, nikajiunga nao katika mchezo wao ambao wanaucheza. Na baada ya msururu wa michezo ambao tulikuwa nao, uchovu ukatuingia. Ilinibidi nimtume Danieli dukani kuleta angalau pakiti ya peremende. Alipoleta pakiti ya peremende nikahesabu 10. Nikachukua 5, nikaondoa karatasi iliyokuwa imeyafunika. Nikaweka yale ambayo yana karatasi kando. Kisha nikaita watoto nikamwambia, njooni tuchukue peremende angalau tuweze tukamumunya. Wote kwa pamoja wakakuja na mmoja baada ya mwingine walichukua peremende. Kilichonishangaza ni kuwa yale yaliyosalia ni yale ambayo hayakuwa na karatasi. Nikajiuliza swali hili, mbona wamechukua yale yaliyokuwa na karatasi? Moja kwa moja Petero akajibu, mchungaji, hatujui peremende yale ambayo hayana karatasi hali yao iko vipi, na hatujui ni nani aliyetoa karatasi, na hatujui imekaa muda gani kama hayana karatasi. Kwa nini niseme hivi? Watoto waligundua kuwa afya ni muhimu. Kama watoto wamegundua hii, je, sisi watu wazima tumegundua hili kweli? Somo ndilo hili. Tunao dada zetu, tunao watoto wetu ambao wako tayari kwa kuolewa. Na je, umejiuliza ni kwa nini hawajapata wachumba wao? Jibu ndilo hili. Wanaume hawana hitaji ya wasichana ambao wamejiachilia. Wanaume hawana hitaji ya wasichana ambao hawajajisitiri mwili. Wanaume wana hitaji ya wasichana ambao wamejisitiri. Mungu amewabariki dada zangu. Mungu amewapatia urembo. Tafadhali sitiri urembo huo. Kwa sababu watoto wamegundua kuwa peremende kama haijasitiriwa ndani ya karatasi ina hatari katika afya. Hivyo ndivyo wanaume wamekwisha gundua kuwa wasichana ambao hawajajisitiri ni hatari kwa afya. Hawajui ni nani aliyewatoa mavazi. Hawajui wamekaa hivyo kwa muda gani. Hawajui hali yao ya afya iko vipi. Dada yangu, jisitiri mwili. Mama, hakikisha kuwa msichana wako amejisitiri mwili. Kwa sababu gani? Kujisitiri mwili inaonyesha kuwa una heshima kwa ajili ya muumba wako. Mungu wetu hakutuumba ili tuweze tukajiachilia. Mungu alituumba ili tuweze tukajisitiri. Kujisitiri kwetu inahakikisha kuwa tuna afya njema. Kujisitiri kwetu inahakikisha kuwa tuna heshima katika jamii. Dada yangu, mama yangu, chukua somo hilo. Kujisitiri ni muhimu. Mungu aweze akawabariki.